zile za kufuatilia mafundisho, za kusikiliza neno, hizo ni juhudi binafsi. Haleluya. Wokovu ni bure, ila swala la ukuaji wa kiroho aliki bure. Kuna mtu alikuwa ananiuliza kwamba hivi sasa wewe kitabu unaandika saa ngapi? Kwa nini unapata muda wa kuandika? Lakini wewe muda wa kuangalia tamthilia unapata wapi? Muda wa TikTok wewe unapata wapi? Haleluya. Muda wa kuhudhuria wewe misiba, shughuli za kijamii za wewe unatoa wapi? Mbona unapata? Kupiga ombea wewe unatoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu ambao ukisema hebu unalala saa ngapi? Mimi nalala saa 3. Kuamka saa 11. Unafanyaga nini? Anamshukuru Mungu. Baada ya hapo nikishamshukuru Mungu na wahi kwa shughuli zangu. Shughuli zako unaziamkia saa 11. Mambo ya Mungu huyawezi hata kuyapata saa 1. Kweli? Inawezekana mtu akakuwa kwa staili hiyo? Inawezekana? Bosi wako unamuogopa. Tulioajiriwa. Nisiende kasaini chini ya mstari. Kanisani hutaki kusaini chini, unasaini chini ya mstari kila leo. Haleluya. 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 Sasa mambo ya Mungu yanapaswa kupewa kipaumbele. Mimi sisemi kwamba nimefika. Nikisema kwamba mimi nipata muda wa kuandika zaidi kwamba mimi ndio nimekuwa sijasema mimi ndio nimekuwa mwenyewe, kwa sababu watu sio azaa tunakutegea tu wewe. Utapoa tu. Wananiambia usiniambie. Haleluya. Kwa sababu kuna roho ya kibaraga na sisi wanaume siku nyingi ni kuto kutulia nyumbani. Kama umegundua. Huo ni ugomvi nadhani wa familia nyingi. Kwa sababu wanaume wakati mwingine tunapenda kuwa busy na shughuli nyingi. Sio kwamba tunakuwa tunafanya mambo hayaeleweki. Lakini mwanaume usipompiga pini, yani anaweza akawa busy na sikumbuki. Si mimi mwenyewe najijua. Uwezo sio. Mwanamke usipokuwa bana hiyo inatosha. Sasa iko inabidi sometimes mke wangu inabidi akishaona nini anatuma hata message. Kwa hiyo siku hizi tumehamisha chumba au tumefanyaje? Inabidi urudi. Lakini nini? Nataka kusemaje? Wakati mwingine unapaswa kuyapa mambo kipaumbele ya Mungu. Kuna kiasi sawa, lakini tunapaswa kuyapa. Mbona mambo mengine tunazidishia kiasi huko na hata hatufaidi chochote? Kuna mhubiri siku moja hapa alikuja akasema hivi. Akasema unajikuta mtu anamwambia, "Kwa nini ukuja ibadani watoto?" Kwa Mungu anasema, "Kwa hiyo nichukue hao watoto." Kwa sababu si ndio kikwazo? Ukimwambia nini biashara, unajua bwana biashara zimechanganya sasa hivi. Kwa hiyo nichukue biashara.